So baada ya kufanikiwa kuelezea sehemu ya kwanza, pati ya kwanza ya Markdown, so pati ambayo imebaki ni pati ya pili ambapo ni advanced kidogo. So kwenye pati ya pili tutafanikiwa kuangalia vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza tutaangalia namna gani tunaweza tukaembed kodi, source code kwenye Markdown, kwenye inline na pia block ambayo inakuwa kama kwenye fence. Pia tutapitia block codes, tutapitia na advanced HTML element. So tutatumia hii document yetu hapa kwa ajili ya reference ambayo itakuwa ni pati ya pili. So karibu sana. So kwenye sehemu ya pili hapa usahau kupitia pia kwenye repository kuna maelekezo kabisa yote. So hapa kuna part 1 pamoja pia kuna part 2. So tukija kwenye part 2 hapa, part 2 tunasema demo, sio inakuwa part 2.md. Part 2.md ndio itakuwa hapa. So tukirifaa hapa kwenye document anasema hivi kwamba code blocks and syntax highlighting. So kwenye inline nasema tunatumia single backticks for variables or short commands within a sentence. So kwa mfano tunasema, let us say tunasema nini? Hii part 2, si ndivyo? Tunasema learn using this command. So hapa tutaweka backtick ya kwanza na ya pili, na maneno husika tutaweka hapa katikati, labda npm learn dev. So ukiweka hivi by default naangalia hii ambayo inalenda Markdown inakuwa inatupa ina display hivi kwamba hii inamaanisha ni code, ila block of code ila inakuwa ni inline. Sijui kama umenipata. So muda mwingine unaweza ukaongeza, labda ukasema nini, ukasema maybe au ukaandika npm learn labda npm install express, ndio hivyo. Maki hapa nimeongelea kwa context kwa watu wanaojua express. Kwenye context nyingine tunaweza kusema kwa ajili ya create folder tukasema make a directory labda nini markdown to tutorial. So inakuwa katika format hapa. Kwa hiyo ndo hapa. Kwa hiyo kwenye hichi kipati tunasema hii part inahusiana na code blocks na hii ndo inahusiana na code block. Then part nyingine nasema use single ticks. Kwa hiyo tunatumia single ticks for variables or short command within a sentence. Tunasema kwamba fenced code blocks use triple backticks on separate line to isolate code. Append the language in identifier immediately after the first triple backtick to trigger automated syntax. So kuna kitu kingine hapa kinakuwa kwa huku kwamba kama nataka niandike ni refer source code ambazo nimeziandika, sio labda jinsi ya kufanya labda setup ya project yangu ya express.js au file lolote la HTML. So ninachokifanya nafanyaje? Naanza na backtick ya kwanza, ya pili, ya tatu. Then hapa panapofuata nitaandika extension ya language husika. Kama ni JavaScript naweza nikaandika JavaScript. Kama au pia naweza nikaandika short yake na nikaandika JS. Kama ni Java nitaandika Java, ndio hivyo. Kama ni upande wale wa Golang unaweza kaandika Golang au kaandika Go. Unanipata? Au kama HTML unaweza kaandika HTML, na kama CSS unaandika CSS. Ila kwa hapa tutaandika nini? JavaScript ambayo tutatumia tu JS. Zenu utaandika labda nataka ni display kitu. Tunasema console.log labda hello world, sio hivyo? Kwa hiyo then baada ya huku unakuja unafunga na backticks zile tatu, inakuja ina display hapa. Na upande wa comment hivyo comment unaweza ukai comment, unasema this is the first program, sio hivyo? Labda first program source code. Kwa hiyo hii ndo
backtick zikiwa ngapi? Zikiwa mbili, zikiwa ngapi? Tatu. Kwa hiyo tunatumia kwenye block of code ambazo ni kubwa. So hapa labda kwenye language nyingine, si ndio hivyo? Labda kwa mfano kwenye upande wa Golang naandika go, then naanza kuandika program ya Golang, labda package main, si ndio hivyo? Tunakuja tunafanya import ya nini? Ya fmt package, si ndio hivyo? Then unakuja unaandika func main, si ndio hivyo? Func main unaandika maelekezo yako fmt.print ln labda hello world, ndio. So ukija hapa unaona kabisa the way ime highlight ni kutokana na syntax za Golang. So naelezea kwa mfano wa lugha nyingi, ila hata watu wengine ambao labda mtu hujui JavaScript then utakuwa unajua Golang. Kama hujui Golang unaweza ukawa unajua CSS, ndio hivyo. So nitakuja hapa pia kwenye CSS nitaandika CSS, then nitasema nini? Labda nikasema labda body, ndio hivyo. So kwenye body hapa nitasema background nini? Background nini? Color, ndio hivyo. Let us say nikasema dd, ndio hivyo. Hii ndio itakuwa labda ni background nini? Color kwenye upande wa CSS, then tunai close. So hapa unaweza ukaembed code yoyote ile ambayo ni relevant. So tumefanikiwa kupitia kwenye upande wa code block kwa kutumia backtick moja na triple backticks hivyo. So part inayofuata ni tables, ndio hivyo. Sasa kwenye upande wa table tunasema hivi data tables and text alignment. So tunaweza kutengeneza table straight hapa. Tunataka tutengeneze table ambayo iko hivi, ndio hivyo. Hapa kuna hii table yetu hapa na hapa tunasema kuna tables, ndio hivyo. Alafu hapa kuna line labda hii hapa, ndio hivyo, tables. Kwa hiyo hapa tunasema hii nini? Column nini? Column 1, ndio hivyo. Column 1 tunafanya column 1, ndio hivyo. Column ya kwanza hii, ndio hivyo. Then tunasema labda column ya pili inakuwa ina maelekezo. So ila kwenye reload project haiwezi ikawa column 1, tunaita labda tuseme, ndio hivyo. Tunasema language, ndio hivyo. Language, ndio hivyo. File nini? Extension, ndio hivyo. File extension. So tunakuja hapa tuna duplicate, kama hii tunasema Golang, file ya extension ya Golang tunasema ni labda ni go, ndio hivyo. Tunakuja pia hapa tunasema nini? JavaScript, ndio hivyo. File extension ya JavaScript huwa tunasema ni JS, ndio hivyo. Then tunakuja hapa hii part hii ya mwisho tunasema Java. File extension ya Java inakuwa Java, hivyo inakuwa Java, ndio. So hapa tunaweka na inakuwaga dot, ndio hivyo, .go, na hapa inakuwa .js, na hapa inakuwa .java, ndio hivyo. So baada ya kufanya hichi kitu, je, tunatengenezaje hii table kwa kutumia markdown? So ndio tunakuja tunaangalia hichi kitu. So tukija hapa kwenye nandia yetu nasema tunakuja nini? Tables. So kwenye table huwa tunaanza na hii alama hii hapa, then hapa tunaweka jina la table, jina la column ya kwanza, ambapo tukija kulifaa hapa jina la column ya kwanza ni language. So nikija hapa naandika language, ndio language, then nakuja naongeza na alama ya pipe, inaitwa pipe, then naongeza na ile column ya pili ile neno kwamba inasema column ya pili inasema file extension, naandika nini? File extension, then na close na alama ya pipe. Then hapa chini nakuja naanza na alama ya pipe ikifuatiwa na hizi alama za hyphen. Kwa hiyo unaweza kaandika unlimited, kwa hiyo alama ya hyphen, then unakuja na alama ya pipe tena, then unakuja na hyphen,
na alama ya pipe. Kwa hiyo ukija huku kwenye display unakuta imetokezea hapa kama inalifaa kwamba ni table. So nashuka chini naanza kuandika kwenye column ya kwanza kabisa, lile kwenye column yetu ile ya kwanza, kitu cha kwanza vertical, hii row ya kwanza, row ya ngapi? Row ya pili, si ndio? Inaitwa golang, si ndio? Tunaandika nini? Golang. Tunakuja inafuatiwa na pipe, tunasema inakuwa ni extension ya .go, si ndio? Tuna close pipe. Tukisha close pipe yetu inakuwa imetokezea, close hapo pipe inakuwa imetokezea hivyo. So tukija kama anavyoeleza hapo, si ndio? Tunakuwa tume close pipe. Then tunakuja language nyingine ambayo tumeilifaa hapa. Language nyingine nasema JavaScript, si ndio? Kwenye JavaScript pia tunaandika JavaScript, si ndio? Inafuatiwa na pipe, then nasema .js na pipe nayo tunaipipe. Then language inayofuatia tuseme ni Java, si ndio? Tunaongeza na pipe, tunaandika .java, si ndio? .java. Kwa hiyo ndio inakuwa imesomeka. Sasa hii ndo basic form ya kutengeneza table. So kama table yako inaongezeka kitu kingine, labda tunaweza kusema hapa, labda unasema unaandika labda founder, tunaongeza na table ya founder, si ndio? Na hapa chini inabidi uongeze na hizi hyphen kwa ajili ya ku separate huyo founder. Then nakuja hapa unaweka founder, labda tuseme hapa simjui, naweka labda xxx, si ndio? Na close na pipe at the same time. Hapa naweka xx na close na pipe, na hapa chini naweka hivyo hivyo xx na close na pipe. Kwa hiyo ndio inakuwa namna ya kutengeneza nini? Table. Sasa vipi kama nataka nitengeneze table ambayo hizi rows zinakuwa left aligned au zinakuwa right aligned au at the center? So kitu ambacho tunakizingatia, tunatumia alama hii hapa. Alama hii hapa, hii ndio tunaitumia hapa. Kwa hiyo nikichukua hii alama nikaiweka hapa, inamaanisha column yetu hii hapa, hii column ya language itakuwa left aligned. So nikitoa hapa inakuwa default position. Kwa hiyo nikiweka hivi inakuwa left aligned, nikija na mark by default inakuwa left aligned, na hii inakuwa left aligned, na hii hapa inakuwa left aligned. Ila nikitaka iwe right aligned, natoa hizi, nakuja natoa hii, nakuja natoa na hapa pia natoa, naweka kwenye upande huu, kunaweka hapa, ndio hivyo. Unakuta maneno yametoka hapa left yameenda kwenye right. Kwa hiyo na hapo kwenye x kule nakuta yamekuwa right aligned, na huku pia yanakuwa right aligned. Je, hivyo kwa hiyo tumepitia kwenye left aligned na right aligned. Vipi kama nataka at the center? Kama nataka at the center, naongeza na hapa inakuwa at the center, nakuja naongeza na upande huu inakuwa at the center, na upande huu at the center. So ndo namna ambavyo tunaweza tuka create table kwa kutumia nini? Kwa kutumia markdown. Pia kitu kingine naweza nikasema, kutokana na kitu tulichojifunza hapo juu, nataka hizo hapa display kama source code, sivyo? So nitaanza na ka backtick hapa, na hapa nitaweka ka backtick kingine, zina display vizuri kama extension ya language. So na hapa nitaweka ka backtick, na hapa nitaweka ka backtick, na hapa pia nitaweka backtick pamoja na backtick. Kwa hiyo ndio inakuwa kama hivyo. So kwa wale ambao hawajui kuformat, unaweza uka select all, maana kuna tools ambazo zinakusaidia kufanya formatting. Kuna tool ambazo zinaweza kuwezesha kufanya formatting. So hiyo nita select all, then nitaandika format document with, nitachagua default. Labda nitakuja hapa configure default, nitachagua nini? Prettier. So nikisave hapa ina format on save, ambapo hiyo option kuna option ya format on save. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. So tumefanikiwa kupitia jinsi ya kuembed code na pia kutengeneza tables ambayo naangalia nini, elements zake ziwe left aligned, right aligned au center aligned. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. So part nyingine inayofuata ni block codes au task list. So kwenye labda tuseme baadhi ya project unakuta nini,
baadhi ya vitu kwamba yani tunatumia block quotes kuashiria kitu fulani kama alert fulani au kitu fulani cha kuzingatia. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunatumia alama hii hapa, si ndio hivyo? Ambapo tunasema kwamba tunatumia hii alama, tunasema hivi, labda tunaweka warning kama aliyosema hii hapa, do not expose low environment keys in production tree. So tunaicopy tu hapa, copy hapa, tukija huku tunaipestia hapa, anamaanisha do not expose low environment keys, kwamba hii hapa ni kama alert na tumeiweka kwamba ipo bold, kwamba tunamwashiria kwamba kitu fulani azingatie kitu fulani, ambapo pia tulipitia namna ya kufanya text emphasis kwa kutumia alama ya bold. So tunaitumia hii kama kitu ni critical, au tunaweza kusema kama feature fulani kwenye project yako haitumiki au kwenye repository nyingine haitumiki, anayesema this feature is kwa hiyo ndo inamaanisha kwamba hichi kitu hakitumiki tena sasa hivi, si ndio? So tunatumia hii alert user kuhusu kitu fulani. Na kitu kingine tunasema kwa mfano kwenye kutrack task ambazo zimekuwa completed na task ambazo hazijawa incomplete. So kwenye task ambazo zimekuwa incomplete, hapa tunakuja tunasema task, si ndio? Kwenye task ambazo incomplete tunatumia alama hii hapa, kwamba tunaashiria alama hii hapa kwamba inaashiria task ipo incomplete, kwamba haijafanyika, si ndio hivyo? So tunaitumia wapi? Tunatumia hii mara nyingi kwenye project zako, kama unataka uwe unazitrack. Ukishafanya changes unakuja labda kwenye project yako, labda hata sasa unataka utengeneze website, si ndio hivyo? Kwenye website hiyo unaanza na front end, back end, then labda utafanya testing. Kwa hiyo unaanza kutengeneza, unaandika kwamba labda tunasema front end development, si ndio hivyo? Kwamba hii inamaanisha hii task ni incomplete. So ukija hapa labda tuseme kama ni complete, tutaandika hivi, then tutasema back end development. Kwa hiyo kama back end development imemaliza, tunaweka kalama ka x kwamba inamaanisha complete. Kwa hiyo hapa tunatumia kwenye incomplete, hapa tunatumia kwenye complete, ila baadhi ya ID unakuta muda mwingine zinazingua, ila kwenye GitHub ukiapply ina function moja kwa moja. So kwenye upande wa complete na incomplete tayari. Then part nyingine inayofuata ni anasema advanced HTML. Anasema latex, HTML, latex na metadata, si ndio hivyo? Anasema hivi, Markdown acts as a superset of HTML and super supports complex formatting and configuration injection, si ndio hivyo? Tunakuja sehemu ya HTML embeddings, ndio hivyo? So tunaweza tukatumia pia block hii hapa kwa ajili ya kuonesha display detail ya kitu fulani. So inakuwa kama ina feature detail fulani, ndio hivyo? So tukija hapa chini tunakuja tunaipaste, ndio hivyo? So tunaipaste. Sasa hapa kuna alama kwamba click tu pata detail fulani ya maelezo fulani. Kwa hiyo so tukija hapa tunasema details, ndio hivyo? Nasema getting started with Markdown, ndio hivyo? So tunaweza kutumia hii default kwa ajili ya kuhide hapa text. Kwa hiyo nikibinya hapa ina hide text. So tunaanza na element ya detail na tunafuatiwa na ambapo ndani ya element ya detail closing tag na opening tag ndani yake ndo kunakuwa pia kuna element ya summary, ambayo summary itakuwa kama button au kiashiria cha kumfanya mtu fulani click kitu fulani. So muda mwingine tunatumia hii kama hatutaki to display mambo yote ndani ya sehemu moja, kwamba kuto kumchanganya user, ndio hivyo? Au naweza nikasema labda nikasema let us say nikasema labda nakuja hapa, ndio hivyo? Naandika step 1, ndio hivyo? Kwa hiyo step 1 then nikaja nikaicopy, ndio hivyo? Nikaiweka hapa chini kwa ajili labda step 2. Kwa hiyo user anakuwa ana click hapa, step ya kwanza anaisoma, akimaliza ana close. Step ya pili akisoma anamaliza ana close. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia
hicho kitu. So kitu kingine kinachofuata ni hii hapa tumeshaongelea kule kwa ajili kwenye upande wa code blocks kuna sehemu ya mathematical formulas, ndio mara nyingi kwenye upande wa mathematical formula ni rare kukutana nazo sana mara nyingi, ila kwenye baadhi unazokuta kwenye research paper au kwa mfano kwenye baadhi ya source code za GitHub zinazohusiana na issue za hesabu unakutana na hichi kitu. Kwa hiyo kwenye upande wa inline mathematics nasema enclose variables between single dollars, ndio kwa mfano hii ni formula nini ya kutafuta energy, sikumbuke vizuri, energy EMC squares, ndio hivyo. So nikija hapa naanza na alama ya dollar sign, usahau kwamba unaanza alama ya dollar sign, labda naandika force is equal to mass labda times acceleration, then na close hivi. So ndo namna inavyotumika. So hiyo unaandika njia nyepesi ya kukumbuka, unaandika labda nasema momentum is equal to mass, ndio hivyo, mass times nini, times velocity, ndio ambapo ndani ya hivi vitu tuna embed hivi vitu ndani ya alama ya dola. Tukiembed hichi kitu ndani ya alama ya dola ndo inakuwa inakaa hapa ndani yake kwamba tunaandika momentum. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata kwa user kuelewa kwamba pia na markdown inalenda vizuri kwamba hii ni nini, hii ni source code. Sasa hii hapo ni kwenye upande wa nini, hiyo ni kwenye upande wa inline. So vipi kama ni block of code? So kama kwenye block of code anasema display center full formula using double dollar sign, natumia double dollar sign. Double dollar sign tunafanyaje? So tunakuja huku tunaandika double dollar sign, ndio double dollar sign, then tunakuja tunaandika formula yako. Tukija hapa tuikopi tu hapa double dollar sign. So kwenye double dollar sign tunaanza na hizo alama hapo juu kwamba naona hapa inavyolenda tofauti, ila mfano umeeleka kwamba tunaanza na double dollar sign kwenye tunavyoanza na kwenye close, then ndani yake ndio tunaweka formula yetu husika. So ndio kitu kama hicho. So kwenye part ya project utamalizia hii part ya project iko hapa. Kuna part ya project utamalizia kwenye part ya project ambayo tulitumia kwenye upande wa express kumaliza vile vitu vilivyo back. So asanteni, ila kwenye part ijayo tutaangalia namna gani jinsi ya kutumia markdown docs. Kuna tool inaitwa MK Docs ambayo inatusaidia sisi kwa ajili ya kutengeneza documentation za project, ambapo baadhi ya makampuni mengi labda kwenye issue za software wanaitumia kwa ajili ya kutengeneza documentation. So part ijayo ndio itakuwa kuhusiana na hiyo part. Usahau pia kumalizia hii sehemu ya project kwenye upande wa express ambayo ndio tulitumia kama sehemu ya practice. Utamalizia part iliyobaki, na pia unaweza uka practice vizuri kupitia kitu tulichokisoma hapa. Ukikwama unaweza kauliza AI, itakupa guide, itakupa mifano na itakupa na maswali pia. Asante.